Penzi la zamani ladumu kwa mipaka yake. Tangu nimeona sura, ila sura yako nzuri. Wewe ni mzuri, unajua mzuri nani? Karibu sana. Asante. Mimi ninachokitaka kwanza kilichonileta hapa kwanza udampoda. Wewe udampoda na Yesu unajua. Mama mdogo nawe. Nataka upumziki. Nataka nimjue mkwe wangu mwezio mapema kabla sijamuona live, maana hizo ekaeka huko mjini si mchezo. Nakwambia Kali nikapata mwanaume si mchezo, Shalvalo sio handsome boy. Yaani nakiunaye. Sio una picha yake unayo? Kwa wenzangu tu ni handsome pia ana hela. Basi nafanya biashara. Naomba nijiridhishe shoga yangu nimuone. Ninazo picha zake. Haya, tumuone mkwe mtarajiwa. Chezea harusi wewe. Ngoja nikuonyeshe picha yake. Yuko vizuri. Yule kweli handsome boy. Ila anazo mwanangu. Sasa tunachukua wanaume wengine. Leo kesho tu unaona ndoa ya uchungu. Ana hela, labda tu ana tabia zingine za ajabu ajabu. Eti kwa ana hela. Nashukuru kama ndio hivyo nimemjua mkwe wangu kwenye simu kabla sijamuona live. Kikubwa tuombe uzima. Ili penzi la zamani lina utamu wake. Huyu Dani mwenye tamaa anapoteza utu wake. Penzi la zamani linadumu tu kwa mipaka yake. Zinaendelea tu vizuri, tena tunashukuru kwa uwepo wako huyo ulipofikia. Haina shida, mimi ndo mama nishafika kwenye mji huu, basi mambo yataenda vizuri. Sawa, karibu sana. Asante mwanangu, mimi hapa sina maneno mengi sana, nataka tu nipumzike, maana nimechoka. Jana yeye nimefika hapa usiku. Ukaona upoi mpaka usiku kwanza. Nikasema hapa leo silali mpaka nikaone wanangu kwanza na nikajiridhishe kwanza. Kumuona huyo mkwe, maana sio kwa hamsha hiyo. Karibu ndani ukapumzike. Asante. Ili penzi la zamani lina utamu wake. Huyu Dani mwenye tamaa anapoteza utu wake. Penzi la zamani. Dada karibu, chumba chenyewe nilikuwa nataka ndio hiki hapa. Kwa hiyo kikague vizuri. Angalia kama kinakufaa utakitumia. Kama kikufaa nikupeleke ni vyumba vingine, maana kuna vyumba vingi sana hapa. Hapana, hiki kinanitosha, hiki kina choo. Ndio kina choo na kila kitu mdadangu. Kwa kazi kwako wewe sasa. Sawa.
sio kama siwezi kuishi bila wewe, ila tatizo nimekuzoea. Sio kama siwezi kuwa mbali na wewe, ila tatizo mazoea. Bwana, kuna mgeni wangu afika hapa. Kuna mgeni yupo ndani kule. Yupo chumba namba 9 pale. Namba 9. Sasa basi sikia. Naam. Hakikisha anapokuja kutoka, ndio asijue kama hii ni guest ya kwangu, sawa? Haina shida sawa? Boss. Haina shida boss. Tunaelewana? Limeisha hilo boss. Basi hamna shida. Haina shida. Uko na shida? Shida gani? Uko na shida ya kisasi. Una matumizi nayo gani? Mbona kuna pesa nilikupa siku za nyuma? Imeisha. Ulikuwa unataka kutumia? Na vitu vyangu vidogo vidogo hapo. Sawa. Hivi, huu ndio muda kikao? Kikao niliwaambia saa ngapi? Saa 7. Na sasa hivi saa ngapi? Saa 9 ndio muda tulioelewana kwenye kikao. Hapana boss. Mmechoka kazi? Hapana. Naniuzi sana. Yaani akili zenu siji zikoje. Haya tuachane nayo. Wewe marejesho ya mwezi uliopita sijayaona mpaka saizi. Haya, kwa bosi mnapeleka nini? Samani boss. Nilipata na changamoto. Kuna mzigo niliagiza. Kwa hiyo kwa bahati mbaya gari lilipata ajali. Ndio hivyo nilishinda kukuambia bosi wangu. Naomba unisamehe. Mmechoka kazi? Niuzi sana. Sasa kitu kama hicho kwa nini usiseme? Kwa nini usiseme? Nilikupigia simu kwa upatikani. Sasa mimi ningefanyaje bosi? Tuachane nayo. Hilo nitalisolve mwenyewe. Haya na wewe? Mimi bosi, shida ipo. Shida gani? Kwenye kiwanda pale saizi kuna mizigo mingi kwa sababu saizi ni kiangazi. Alafu ukicheki washusha mizigo ni wachache. Kwa hiyo nilikuwa naomba umfikishie bosi. Nataka niongeze wale yani skilled labor wabeba magunia yani makuli. Wangepatikana wale ili wao wanashusha magunia. Sawa, unataka wa kiasi gani? Wale wangepatikana hata 15 kwa sasa. 15? Basi sawa, hilo nitalisolve, nitalifikisha kwa bosi, alafu bosi ataangalia atasemaje. Ili mradi tu kazi ziendelee kwenda. Basi sawa, tutashukuru sana. Sawa. Basi sawa, nimewaelewa wote nyinyi shida zenu na nitazifanyia kazi. Ila sasa nataka kazi ziendelee. Na hiki kikao nimekifunga sasa hivi. Na siku nyingine nikifikisha kikao, sitaki kuendelea kama hivyo. Nimekwaza siku ya leo sana. Sawa. Sawa. Kila mtu anaendelea kazi zake. Sawa. Yaani wafanyakazi wananikwaza sana. Sijui wana shida gani? Yaani siwaelewi. Mimi wananiuzi. Wanataka kunifukuzisha ugali hao. Na mimi nikishafukuza tu mke wangu atakula nini sasa? Shogangu itwapo umenishtua maana kitambo. Shogangu nimekuita. Ni jambo lile lile tu la Tina. Maana toka kipindi kile ulipoondokaga, haipo sawa kabisa mdogo wangu. Nikimuuliza ni vipi mdogo wangu, toka nimetoka Ifakara na kuona upo sawa. Ni jambo ni lile lile tu la kuhuzunika, kalimu wake hamuelewi. Ndio maana nimekuita hapa uweze kutusaidia rafiki yangu. Au wana shida nyingine yoyote? Anasema hana shida yoyote kabisa. Maana nilimfuata hata shemeji nikamwelekeza. Alivyonijibu alinijibu shiti kabisa, sikumuelewa. Naomba unisaidie rafiki yangu. Kalimu huyo? Yaani hapa naomba unisaidie rafiki yangu. Mimi sielewi, mdogo wangu hana amani kabisa. Basi wangu usio na wasiwasi. Nitamtafuta huyo Kalimu, nitakaa naye chini nitazungumza naye. Lakini ana maneno ya shiti. Wewe naomba niachie mimi kazi. Kwanza shida yako nini? Sawa rafiki yangu, nakuamini sana. Wewe endelea kuniamini, mimi nitamuita, nitakaa naye chini, nitaongea naye vizuri tu. Kwa hiyo ndio wasiwasi, tutayamaliza.
Rafiki yangu, nimekumbuka kitu. Vipi kuhusu ndoa ya mdogo wako? Ndoa mdogo wangu mimi inaendelea vizuri. Tu kwa sasa Kaleni ametoka mara moja kikazi, ana muda mrefu atarudi. Lakini ndoa ipo? Ndoa ipo, tena ipo vizuri tu. Sawa, tuwapambanie, maana sisi ndo wakubwa. Hiyo mbona kazi ndogo kwetu? Ingia. Habari yako pia? Salama ndugu, karibu. Asante. Hapa ndo ofisini kwa Mr. Dan? Ndio, ulikuwa shida naye? Na shida naye. Mimi ni rafiki yake, tunafanya naye biashara. Okay. Basi ngoja nimuulize kwanza huko kama na appointment na mtu leo nijue. Asante. Bosi samani. Ndio. Leo uko na appointment na mtu? Bwana kwa nimeshasahau ndio, ila kashafika? Kafika yupo hapo. Huyu ni jamaa wangu sana. Basi mwambie aingie ndani. Basi sawa. Haya. Mr. Dani. Mr. Beka. Habari za siku mdogo wangu. Safi kabisa. Habari ya uzima. Njema kabisa. Habari za Morogoro. Ndugu yangu kwetu tumemisiana sisi. Wanasemaje huko Unguja huko? Huko bwana wazima. Safi kabisa. Safi kabisa ndugu yangu. Sasa Mr. Beka. Ndio. Hebu kaa kwanza hapo. Asante ndugu wangu. Vipi habari za pilika? Bwana, ngoja kwanza niweke vitu vizuri kwanza. Bwana, ndio. Ndio umeshanenepa hivi? Hapana, ni jambo la kawaida tu. Jambo la kawaida. Wachana kwanza na hayo. Ndio. Vipi biashara zako? Biashara bana ni ngumu, lakini nimeelekezwa niende Mtwara nikanunue kokoa. Wewe. Na nimeona sio vyema nipite hapa bila hata kukutembelea. Bwana, ndio. Karibu sana. Asante bwana dada. Unajua tumechat sana kwenye Messenger. Ndio. Sasa jamaa atakuja kweli huyu? Hamna, mimi mwenyewe hapa nilisema lazima nipite. Lazima nifike Mr. Dan. Nashukuru sana. Lazima nifike. Nashukuru sana. Lazima nifike kabisa. Mambo vipi mrembo? Yaani wewe mtoto kuniambia mimi mambo, sina uniamkie kwa watu ndio wewe mrembo. Nani akwamkie? Kwa vipi hapo unauza peda za baskeli? Peda za baskeli hapa hatuuzi. Hili ni duka la dawa. Haya bwana. Madam mwingine kama jao, nani akusalimie wewe mshamba nini? Sio kama siwezi kuishi bila wewe, ila tatizo